Kenya is a shitty country. We all know. Courtesy of Kenya Kwanza government, His Excellency Mr. Kasongo, vitu mingi zina happen kwa this country. Na sisi wote tuna hope tu ifike 2027 watu fulani waende home cause kila kitu I work. But my sincere question is, mnataka to change leaders ama mnataka to change the country? Cause clearly from the look of things, Kenyans amko ready for change. Leaders wa Kenya si shida. Shida it's our system. The way we think na kila kitu venye tuna approach. So tusiende kwa story mingi. Nimeona this article ilikuwa imewekwa kwa Sunday Nation, ilikuwa imeandika nini? Talk of town. A cabinet secretary who secured his position last year following President William Ruto's reconstitution of the top team appears to have become an overnight millionaire. Those close to him were recently shocked when he purchased a building in a city for 100 million Kenya shillings. The CS, who holds a lucrative portfolio, is known to have the ear of an influential opposition politician and has emerged as one of the most vocal defenders of the government. An aide was overheard discussing the latest development, revealing that his boss made a one-off payment for the property in foreign currency. Juu after hii article nikaenda kwa most, mimi napataga update mob huko X kwa Mr. Cyprian Nyakundi. Mr. Cyprian Nyakundi sijui anatoa ngapi hizi vitu. So kwa hiyo nini yake alikuwa ametweet akisema nini? Ni Mr. John Mbadi ndo the CS walikuwa wanaongelea juu wako mention juu Sunday Nation wako mention the name. So kitu ilifanya nika feel so sad about the whole of this story ni juu my sincere question is, Mr. John Mbadi juzi akifanywa vetting pale parliament walimuuliza about his net worth and this is what he said. My net worth, Mr. Speaker, is 380 million. Exactly. Mr. John Mbadi alisema ako worth 380 million. Hivyo ndo alisema. But umeingia kwa this umepo hii position ameingia simekuwa last year. I think sasa amekuwa in less than a year. Yani unaweza purchase kitiko more than a half of your net worth ukiingia kwa hiyo position. Mpaka nimefika that point niko like niingie kwa siasa ama nini juu hapa. Like mnafanya biashara gani hizi? Kwani sisi tunafanya kazi gani zenye in less than a year uko unaweza purchase a property iko more than a half of your net worth? Come on. Hebu mtuambie siri. But hiyo si point. My point is the reaction kwa ile post ya Cyprian Nyakundi na kwa hii story yote. Because ndo nilisema nini, Kenyans hatuko ready to embrace the change. Sisi tu nilikuwa naangalia comment unashindwa watu ni akili hatuna ama ni kitu tunafaa tu condemn. Hii pesa yote mnatoa wapi? Kuna this raia anaitwa Willington Raps. Alikuwa ameandika nini? Most of Kenyans fighting corruption are doing so because they haven't gotten the opportunity to loot. See this idiot. Yani sasa sasa tumefika that point yenye sasa sawa. Sasa sisi tusiblame juu hatujapata that chance. Okay, ina make some sense. But why will you say this? In one way ni kama unaona tu it's okay. Sasa waache tu waibe juu wako na chance yao. Pia sisi security ikifika tutaiba. Unaona sasa hatuja embrace that change. Sasa first of all inafaa before tutoe William Samoei Ruto, inafaa tutoe akili ya watu kama hawa. The moment society ime-embrace corruption, ndio maana unaona gawa wanaiba na wanakuja tu. Yani mtu anakuja na kifua tu mbele yako na amekuibia. Ndio anajua still utampigia makofi. Kuna hapa mwingine anaitwa Ochieng. Huyu ni mtu wa Lakeside. Amesema before Mbadi was CS, he lived in Karen in a house worth more than 100 million. During vetting he was worth more than 100 million. Now you see, hii ndio mentality ya Kenyans. Na sisi ndio bado tunaimba we need change. Surely, where are we going as a country? Tukitoa watu tukitoa William Samoei Ruto, tukitoa Mbadi, tuta replace with another Mbadi due to this stupid mentality. So to change this country, we need to work on our mentality, the way to approach the society, the way to approach leadership in this country. Juu sisi wenyewe tumeimpress. Hao watu hatujai wa condemn. That's why wanafanya hizi vitu za kipumbavu. Juu unajua hakuna place watapelekwa. So it's up to you. Before you think of changing your leadership, change your mentality and change your thinking. Anyway, that's what I had for today. Thanks for watching. Comment, subscribe, like. Let's meet in the next video. Adios.